Ninakutia moyo leo kusamehe. Ninakutia moyo rafiki, samehe uanze upya. Samehe uwe na amani. Samehe usijiadhibu mwenyewe. Yesu akawaambia wanafunzi wake, sameheaneni, kitabu cha Luka 17. Akawaambia samehe. Alafu wanafunzi wakamwambia, Bwana, ndugu yangu akinikosea kwa siku nimsamehe mara ngapi? Alafu Yesu akawaambia samehe 7 mara 70, yaani kwa siku moja samehe mara 490. Samehe. Wanafunzi wa Yesu wanapoambiwa kanuni hiyo na Yesu, wakamwambia, Bwana, tuongeze imani. Sikiliza nikuambie hili, maana yake ni nini? Kusamehe ni tendo la imani. Isikilize vizuri. Kusamehe kunahitaji imani. Sikilize vizuri. Kusamehe kunaonyesha tabia ya Kristo ndani yako, kwa sababu yeye anasamehe. Kwa hiyo wanaosamehe wanaonyesha tabia ya Kristo ndani yao. Baba mmoja mahali fulani alikuwa na binti yake mzuri ajabu, na yule dada alikuwa na nidhamu. Alikuwa anarudi nyumbani kwa wakati, alikuwa anafanya majukumu anayopangiwa. Siku moja akaenda kusaga yule binti, kafika saa 12 hajarudi nyumbani. Baba akajiuliza maswali, mbona binti yangu ana nidhamu? Imekuwaje mpaka muda huu hajarejea nyumbani? Kafika saa 2 usiku, binti hajarudi nyumbani. Yule baba akaanza kufikiria, binti yangu yuko wapi? Kawaambia majirani, wakaenda wakaanza kumtafuta wasimuone. Kafika saa 6 usiku, binti haonekani. Wakatafuta mpaka asubuhi, binti haonekani. Wakaenda wakatoa taarifa kituo cha polisi ya kwamba binti amepotea. Wakaenda kutafuta mahali, wakiwa wamegawanyika katika vikundi, wanatafuta na kufundisha somo la msamaha. Mara kikundi kimoja mahali fulani kikastuka. Kilipostuka, yule baba akaona, akasema, yumkini binti yangu yuko pale. Yule baba akakimbia akaenda pale. Alipofika pale akakuta binti yake amekufa. Nisikilize ndugu yangu, waliomuua yule dada walimbaka. Walipomaliza kumbaka, wakachukua kisu wakatoa mfumo wote wa uzazi. Walipomaliza kutoa mfumo wa uzazi, wakakata na kichwa chake wakaweka pembeni. Akiwa yuko uchi, yule baba akamkumbatia mwanawe, akamwambia, mwanangu, uliwatendea nini wakakutendea hivi? Uliwakosea kosa gani kubwa mpaka wakaamua kukutendea unyama huu? Yule baba akiwa analia machozi, akamchukua marehemu akampeleka panapotakiwa. Kesho yake wale vijana wakakamatwa na polisi. Walipokamatwa, yule baba akaitwa, kaambiwa, waliomtendea binti yako lile jambo ni hawa, unasemaje? Yule baba akalia machozi, kainua machozi yake akalia sana, akapiga kelele, akasema, nimewasamehe. Leo ninakuuliza swali, wewe umetendewa nini na nani unashindwa kusamehe? Ni nani aliyekukosea kiasi cha kushindwa kusamehe? Sikiliza nikwambie, kusamehe kunaonyesha tabia ya Kristo ndani yako. Sikiliza nikwambie, kushindwa kusamehe ni kuahirisha safari ya kwenda mbinguni. Kushindwa kusamehe ni kugairi safari. Sikiliza hili, ninakutia moyo rafiki, usilinganishe thamani ya uzima wa milele na kwazo ulilotendewa. Usilinganishe. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu wanamwambia Yesu, Bwana, tuongeze imani. Tunaelewa ya kwamba kusamehe sio jambo la kawaida, tuongeze imani. Na mimi ninakuombea muda huu, Bwana akuongezee imani uweze kusamehe. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, unaposamehe afya yako inaimarika. Unaposamehe kinga zako za mwili zinaongezeka. Unaposamehe Mungu anakusamehe na wewe. Ndio maana sala ya Bwana inasema,
Baba yetu, tusamehe kama nasi tunavyowasamehe wanaotukosea. Maana yake ni hii, prinsipo ya kusamehewa na Mungu ni kuwasamehe wengine. Ikiwa unataka kusamehewa, wasamehe waliokukosea. Hata hivyo, Yesu muda huu anakuuliza swali hili, mwanangu, unajua niliacha mbingu na enzi nikamwaga damu yangu msalabani ili wewe usamehewe? Unajua ya kwamba mimi Mungu nilikubali kuzaliwa na tumbo la mwanamke, nilijishusha katika kiasi hicho. Unajua ya kwamba sikuzaliwa ikulu, nilizaliwa kwenye hori la ng'ombe ili wewe upate kusamehewa. Unajua hilo? Unajua ya kwamba nilipigiliwa misumari msalabani ili wewe usamehewe? Ninakutia moyo, ikiwa Yesu ameyatenda haya kwa ajili yako, tenda nawe kwa ajili ya wengine. Ikiwa Yesu alitenda hivyo ili wewe uokolewe, tenda hivyo kwa ajili ya wengine. Nikutie moyo hivi, kuna baraka zimefunga kuja katika maisha yako kwa sababu umeshindwa kusamehe. Samehe, Mungu akubariki. Samehe, Mungu aione tabia yako ndani yake. Samehe, Mungu aone ya kwamba unakubali kifo cha mwana wake. Samehe, Mungu aone ya kwamba wewe unakubali tabia ya Kristo katika maisha yako. Mimi ninakuombea baraka za Bwana muda huu unapoamua kumsamehe yule ndugu. Mungu akusamehe na wewe. Muda huu unapoamua moyoni ya kwamba ninaachia, Bwana na yeye aachie mambo yaliyofunga katika maisha yako. Hata hivyo, Mungu ni mwema, atakutendea. Na hili jamani, ndilo neno la Bwana.